Umeshawahi jiuliza kwamba kwa nini trafiki akinyosha mkono gari linasimama, hata kama hilo gari liwe ni kubwa kiasi gani au liwe linabeba vitu gani litasimama? Lakini huyo trafiki akinyosha mkono ndege haiwezi kusimama. Unajua, ukisoma Biblia katika kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 5, maandiko yanasema kwamba trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kwamba usitegemee akili zako wakati wote, mtegemee Kristo pekee, mtegemee Roho Mtakatifu pekee. Unajua, Wakristo wengi tumekuwa tunategemea kufanya vitu vyetu kwa mtazamo wetu wenyewe. Ndio maana imefikia hatua leo hii unakutana na Mkristo anajiamulia mambo. Kuna msemo unasema kujiamulia mambo. Mtu anatafuta namna ya kuweza kuhalalisha dhambi, mpaka anakuuliza, hivi masturbation imeandikwa wapi kwenye Biblia kwamba ni dhambi? Unajua, tusio Wakristo wa kuishi kwa mtazamo wa kile ambacho eti hiki hakijaandikwa kwenye Biblia, kwa hiyo tunaweza tukakifanya kwa sababu hakijaandikwa kwenye Biblia. Wakati maandiko yanatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kama mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ni msafi, kwa nini upo kwa ajili ya kumchafua? Tusio watu ambao tunaendeshwa na mitazamo au tabia au kwa namna hiyo. Ndio maana tunaona mfano mzima wa trafiki akiwa pale barabarani, yupo kwenye sehemu sahihi. Kwa sababu gani? Yeye shughuli zake ni za barabarani. Ndio maana chochote atakachokifanya akiwa pale lazima kitaweza kumtii. Kwa nini? Kwa sababu yupo kwenye position sahihi, yupo kwenye sehemu sahihi ya kazi na ana mamlaka napo pale. Vivyo hivyo na sisi, kama tukiweza kumweka Roho Mtakatifu ndani yetu akaweza kutuongoza, tutakuwa na mamlaka kwa ajili ya jambo lolote ile ambalo linakuja mbele yetu. Hivyo basi tunaweza tukaamrisha chochote kikatokea. Ndio maana maandiko yanatuambia kwamba lolote mlifanyalo duniani, na ukisema kwamba hili lifanyike hivi mbinguni, litafanyika vivyo hivyo. Kwamba lolote utakalo litamka duniani lifanyike na mbinguni litafanyika vivyo hivyo. Kwa sababu tumepewa mamlaka, na mamlaka hayo tunaweza kuwa nayo kwa namna gani? Kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni vizuri ukajikabidhi mbele ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akaanza kukuongoza ili mradi uweze kupata mamlaka, uweze kupata maongozo, uweze kupata namna nzuri ya kutembea hii kwa kutumia neema yake na wala sio kwa kutumia akili zako. Ukitumia akili zako hautaweza kutoboa. Ukitumia akili zako hautaweza kufika mbali. Kwa hiyo Mungu akubariki katika hilo. Ila cha msingi na cha sekondari, Roho Mtakatifu wa kwanza katika maisha yetu akuongoze kuweza kufika mbali zaidi. Maana ukitembea peke yako utakwama, lakini ukitembea na Roho Mtakatifu utaenda mbali na mbali zaidi. Mungu akubariki sana. Amen.